Halo, habari. Kwa leo tutaenda kuona jinsi ya kureceive product mpya. Kwa ambacho tutakifanya kwamba utaingia kwenye akaunti yako, utaingiza na email yako na password yako. Ukishaingiza, baadaye uta login. Sawa? Ukisha login, utakuja hapo upande wa kushoto kama unatumia kompyuta, kama unatumia simu, hapo kuna sehemu ya zile sehemu tatu zile. Kuna sehemu pale kwamba unabonyeza hizi sehemu zinakuja. Utaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya new purchase. Sawa? Ukishaenda kwenye sehemu ya new purchase, sawa? Hapa kuna button mbili. Kuna sehemu ya receive product na kuna sehemu ya kuona history. Sasa sisi kwa sababu tunataka ku receive, tutakuja sehemu ya receive product. Sawa? Tutaifungua hiyo sehemu. Tunaifungua hiyo sehemu. Ikishafunguka sasa, tutakuja hapa, tutaandika jina la product ambayo tumeipokea. Kwamba iko hivi, kama product ni mpya, ukiandika sawa, hapa hautapata kwamba machaguo ya kuchagua. Lakini kama product sio mpya, kwamba ilikuwa kwenye mfumo tayari, kwa utapata machaguo ya kuchagua. Sawa? Labda hapa tujaribu kufanya product labda Ceylan. Sawa? Kwa hapo utaona kwamba hizi ndo product mbili ambazo zina majina ambao kwamba ndani yake kuna Ceylan. Kwa utabonyeza labda hii hapa. Sawa? Ukishabonyeza utaona hapa kwamba sehemu nyingine zote zimejijaza isipokuwa tu sehemu mbili. Sehemu ya expire date na sehemu ya quantity. Kwa hiyo kusema labda hapa expire date labda nifanye iwe 2028 labda mwezi wa 10. Sawa, hivi hapa. Then quantity niseme labda nimepokea quantity 20. Sawa. Kwa kisha hizo sehemu mbili sasa na product kama ni ilikuwepo kwamba just nakuwa na kwamba nitakuwa najaza sehemu hizo mbili peke yake. Kwa kisha maliza just na submit. Sawa. Submit. Kwa submit utaona kwamba product submitted successfully. Sawa, na mambo haya hapo yanakuja. Sawa. Kwa hapo hivyo ndivyo jinsi ya kupokea mzigo mpya. Sawa. Sasa labda tuashumu labda ni product labda haikuwepo labda. Sasa kama product kama ni haikuwepo, nitakuja hapa. Labda niseme labda product gani ambayo ipo. Labda niseme labda VIT. Si kama ipo VIT. Naona VIT haipo. Kwa hiyo nasema labda product yetu mpya ambao kwenye mfumo sasa kwamba ni haikuwepo kabisa. Nani inaitwa VIT. Sasa unaweza ukaona kama product haipo kabisa. Sawa, unaweza kuona hakuna sehemu za kuchagua. So kama product kama ni haipo kabisa, utakuwa kwamba ni ujaze kila kitu kuhusu product. Sasa labda ni VIT, labda ni VIT oil 100 ml, labda category, naweza kusema labda hii ni skincare, hamna shida. Nasema labda brand, labda ni VIT hivyo. VIT gold, bado naweza kusema hivyo. Sawa. Form, haya si mafuta, so it is oil. Then expire date, sawa, labda niseme ina expire 2028 pia, labda mwezi wa 7, no problem. Quantity labda hizi zimekuja 10. Sawa. Kumbuka hapa ni kwa hii product ambayo ni mpya kabisa. Labda buying price point labda zimenunua shilingi 8,000 labda. Sema 8,000. Sawa. Sisi tunauza 15,000 labda. Sawa. Supplier wetu labda ni Careline. Sawa. Unaweza kuona nikija kwenye nani kwamba kwenye supplier naweza nikatengeneza supplier mpya au ni just nikaselect ambayo yupo. Sawa. Kwa labda ni Body Care Africa, mna shida. Minimum stock labda zikibakia 2 ndio nipate ile alert ya low stock. Minimum days to expiring labda niseme 120 days. Kishamaliza na submit. Sawa. Sasa hapo kama product ni mpya, nitaka submit, nitapewa alert kama hii hapo. Kwamba new product detected. This product name and the brand do not exist in the system. Are you sure you want to create a new product for approval? Sawa, hapa naulizwa kwamba nisije katengeneza kitu ambacho kwamba kilikuwepo lakini kwa sababu labda si nimeedit au nimekosea kwamba si katoka kama mpya. Of course hii hapa ni product mpya. Kwa hiyo nitasema yes, create new product. Sawa. Nishafanya hivyo.
itaenda hapo, itaenda kidogo, mtandao uko chini, sawa, itakaa vizuri hapo, sawa. Ikishakaa vizuri, nishamaliza hapo, nitabonyeza hapa kwenye go back, sawa. Sasa nikishaziingiza, nikaingiza ya kwanza, nikaingiza ya pili, nikaingiza ya tatu, nikaingiza ya nne, sawa. Nakuja hapa, nakuja je kuhakikisha, je kweli vitu ambavyo nimeviingiza, je kweli ni sahihi, sawa. Sasa nikishaona kwamba kweli viko sahihi, nakuja hapa, kuna sehemu ya ku approve all, au naweza nika approve moja moja, sawa. Lakini kwa sababu nataka ni save muda, nika approve all. Sasa nikisha approve all, hii sasa product kwamba zitaingia sasa direct kwenye stock. Maana hapa zilikuwa kwenye sehemu ya received, kwamba kwenye stock yetu ile kwamba ni original kule, kwamba hazikuwepo au zilikuwa zijaongezwa. So napo approve all ni kwamba nakuwa sana kwa nazituma kabisa, kwamba nakuwa nazisendi kabisa ziingie kwenye stock yetu kabisa ya duka letu. Kwa ndo hivyo. Kwa hapa nita approve all. So approve all, unaweza kuona anasema kwamba opening product, anasema kwamba opening product approved successfully. So nikishamaliza hivi hapa, unaweza ukaona hapa zote zitaondoka kwa sababu tayari hazipo. Kwa hata nikija huku kuuza, sawa, kama unakumbuka zile product ambazo tumeziongeza, kwa nikija kuuza huku, sawa, nikija kuuza hapo kwenye sales, sawa, kama unakumbuka product ambayo kwamba nani tumeingiza ilikuwa ni VIT, kwanza nikaja hapa kaisearch VIT, sawa, hapo utaiona hapa chini, unaona hii hapa ambayo nimeingiza. Kwa nitaiselect tu, nitachagua, then nitauza kama kawaida, nita confirm, then nita sell as usual, sawa, nita sell, basi mambo yatakuwa yako vizuri. Kwa ndo hivyo, yani kwa ufupi ndivyo jinsi ya kufanya. Kwa swali lolote usisite kutuuliza.